Shalom shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo, jina lenye uweza. Na niko hapa kuendelea kutambulishia ufalme wa Mungu usiweza kutetemeshwa, ufalme usiweza kutikisika, ufalme usiweza kuondolewa daima, ufalme ambao Yesu Kristo aliutambulisha kwetu duniani na ulimwenguni kote alipokuja kufa msalabani kwa ajili ya dhambi na hatia na makosa ya kila mwanadamu alikuwa ametenda. Sasa ufalme huu nimekuja wakati huu kutambulishia ndani ya maisha yako. Yule ambaye ana kiu ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, yule ambaye ana kiu ya kuishi maisha pasipo kutikiswa na changamoto za maisha, ufalme ni nafasi yako uingie ndani ya moyo wako kupitia kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hakuna namna utakavyoweza kuishi, kumiliki, kutawala, kutokutikiswa na maisha haya pasipokuwa na ufalme wenye nguvu kushinda yale yote mazingira na mambo yanayokuzunguka. Kila mtu anapoishi, kinachomtambulisha ni madhabahu, na madhabahu maana yake ni ufalme. Sasa uangalie kwenye maisha yako, ni madhabahu gani unaitumikia, ni ufalme gani unakuendesha. Nimekuambia katika somo la mwisho, watu wengi wanaishi katika maisha haya pasipokuwa na nguvu ya kumiliki na kutawala kwa sababu ya falme za koo wanazoziishia, kwa sababu falme ya historia ya familia yao, sasa falme za nchi zao. Lakini kuna ufalme wa Mungu ambao unazidi falme zote na mamlaka zote. Ninatamani mpendo unayenisikiliza, unayenitazama, ufalme huu uingie ndani yako, na ni rahisi sana. Nilikwambia ni kuliamini jina la Yesu Kristo. Yesu anapoingia ndani yako, neno lake katika Mathayo 6:33 neno lake linasema, bali utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo yote mtazidishiwa. Lakini ukisoma chapter nzima ile inazungumza, msijisumbukie mtakula nini, mtakunywa nini, mtavaa nini, kwa sababu tazama ndege wa angani hawapandi, hawavuni, lakini hula na kunywa. Akatolea mfano hata majani ya kondeni. Sasa wewe ni zaidi ya jani la kondeni, kwa sababu Mungu alikuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Kwa hiyo kuna ule wana wa kiungu unatakiwa ukae ndani yako, ili maisha yako yafanane na wana wa kiungu. Na wana wa kiungu unakuaje ndani yako? Ni Yesu aingie ndani yako, na ufalme wake ukiingia ndani yako, maisha yanaanza kuwa katika mtiririko ya uwana. Sasa maana ya uwana ni kupata haki zote za Mungu. Maana ya uwana ni magonjwa kuwa mbali na wewe. Maana ya uwana ni huzuni kuwa mbali na wewe. Maana wewe ni mtoto wa kifalme, you are a prince or princess. Mungu akubariki sana. Lakini ninakukumbusha, ufalme huu, njia pekee ya kuingia ndani yako ufalme wa Mungu ni kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unampokeaje? Unalikiri jina lake, na mbeleni tutaleta somo la kukirisha jina la Bwana wa majeshi. Nachoweka sasa hivi ni mbegu ndani yako, anza kupata picha ya namna ambavyo ufalme huu usiweza kutetemeshwa, ambao Waebrania 12:28-29 inazungumzia, unaweza kukaa kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana. Shalom shalom, shalom shalom.